Mfahamu mfalme wa soka la mtaa, the Pitbull Edgar Davids. Miaka zaidi ya 50 iliyopita, pale Paramaribo nchini Suriname, kwenye jioni moja ya mvua nyingi mwezi wa 3, alizaliwa mmoja wa viungo bora kabisa kuwahi kuonekana duniani, mtu ambaye wengi walimuita the Pitbull. Jina lake ni Edgar Davids, kiungo mwenye mapafu ya mbwa, nguvu za ajabu na roho ya soka la mtaani. Sahau kuhusu asili yake, sahau kuhusu Suriname alipozaliwa, kwa sababu ndoto zake halisi zilianza kuishi baada ya familia yake kuhamia Amsterdam, kwenye ardhi ya Malkia Beatrice nchini Uholanzi. Na huko ndipo dunia ilianza kuona kipaji chake kipekee. Edgar Davids alikuwa tofauti. Muonekano wake, ujuzi wake, confidence yake na namna alivyocheza mpira vilikuwa vitu tumezoea kuona kwenye street football. Alikuwa na makorokoro mengi, udambwe mwingi, na aliishi maana halisi ya soka la mtaani. Yes, alibarikiwa mno. The Pitbull alikuwa mfalme wa soka la mtaani. Mguu wake wa dhahabu pamoja na nguvu zake za kibantu vilimfanya acheze kwa uhuru mkubwa mno, na kitu kilichomfanya awe wa kipekee zaidi ni uwezo wake wa kucheza karibu kila nafasi uwanjani. Ingawa nafasi yake halisi ilikuwa kiungo mkabaji, lakini leo angecheza beki wa kushoto, kesho winga wa kulia, kesho kutwa inside 10, na bado angecheza kwa ubora ule ule. He was versatile kuliko wengi walivyowahi kuona. Alikuwa anacheza kulingana na mahitaji ya mechi, na ilikuwa furaha tupo kumwona the street football mayor akitawala dimba. Mwaka 1995, mbele ya macho ya Louis van Gaal pale Vienna, Austria, AFC Ajax walikutana na AC Milan iliyokuwa imejaa mastaa wakubwa kama Vladimir Boban, Marcel Desailly, Franco Baresi, Paolo Maldini na Alexandra Costacurta. Lakini Edgar Davids alipambana kama mtu aliyekuwa anapigania maisha yake. Jasho la kiume, pressure, mapambano na performance ya kiwango cha juu mno alifanya dunia nzima kumtambua the Pitbull. Combination yake na Clarence Seedorf, Frank Rijkaard na Finny de George ilikuwa murua mno. Walipambana kwa ajili ya watoto wa mtaa, kwa ajili ya heshima ya soka la kihuni na kibabe. It was joy to watch, man. The Pitbull alikuwa anazunguka uwanjani kama mshale wa sekunde kwenye saa. Hakuchoka, hakunyamaza, hakupoteza kwenye game. Kila sehemu alipocheza aliacha historia. Mbali na mpira wake, kulikuwa na kitu kingine kilichomfanya awe icon wa dunia: miwani yake. Wengi walidhani ni fashion, lakini ukweli ni kwamba Edgar Davids alikuwa na matatizo ya macho ya glaucoma, na badala ya kujificha alivaa miwani yake kwa kujiamini zaidi. Ilikuwa sehemu ya identity yake, special, legendary, na hiyo confidence yake ikawapa nguvu watu wengi duniani kujikubali walivyo. Katika maisha yake ya soka, the Pitbull aliwahi kucheza katika vilabu vikubwa Ulaya kama Juventus FC, FC Barcelona, Inter Milan na Tottenham Hotspur, na kila alipopita aliacha heshima. Ingawa matatizo ya macho yalikuja kuongezeka kadiri muda ulivyopita, na madaktari wakashauri asiendelee sana na michezo, lakini mpaka leo jina Edgar Davids bado linaishi, kwa sababu hakuwa tu kiungo bora wa mpira, alikuwa alama ya street football, alikuwa moyo wa mtoto wa mtaa, alikuwa made from street, raised in the ghetto. Na ndiyo maana hadi leo dunia ya soka bado inamheshimu the Pitbull.